akatuambia antum fi yawmin tadha'afat barakatuhu, wasikuwa hizi siku imewafiki na hiyo siku ambayo tadha'afat barakatuhu, akatwambia nyinyi leo fi yawmin tadha'afat barakatuhu, mko katika siku ya ajabu kabisa, siku ambayo huongezwa, hufanywa kawili, huzidishwa, hufanywa maradufu baraka zake. Bahati nzuri siku yenyewe ikaangukia ni ya Ijumaa mtukufu tena, maana siku hii hata ingeangukia jana, juzi, kesho na kesho kutwa bado ni tukufu, alafu ikaangukia siku ya Ijumaa nayo ni siku tukufu. Ndio maana nikasema tupo katika siku tukufu, kisha siku tukufu, kisha mwezi mtukufu. Atuambia khatibu, antum fi yawmin tadha'afat barakatuhu, ninyi leo mpo katika siku ambayo huongezwa baraka zake. Yuko macho mtu kiambiwa hivyo, waelewa ufanye nini siku uliopewa nafasi kama hiyo, waambiwa baraka leo ni nyingi. Akaendelea kusema, asema vile vile ni mausimi birrin, ni msimu wa wema, tatabaati nafahatuhu, nafahati zake, vipawa vyake vyafuatana. Ni msimu wa wema ambayo una vipawa chungu nzima kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, kuteremka tukapatiwa sisi waja kwa huruma yake Allah na kutaka kwake kwamba sisi tuwe wema, labda kwa kukataa wenyewe. Khatibu aendelea kusema pia vile vile tuko katika mawkibin bir, mawkibin izzi liman salaka sirata alhamid, si tu katika msimu, lakini hapo ulipo hapo leo ni kama upo katika bandari au airport au stendi, wataka uende safari ambayo ni mzuri kabisa ya utukufu. Ndio leo amalizia sema yaumi ashura. Yaumi ashura ni siku ya Ashura, mwezi 10 mfungo 4, siku tukufu sana. Alladhi, siku ambayo fi mithlihi, mfano wa siku hii, ufiya an Adam, Nabiyullahi Adam, baba yetu Adam, Abul Bashar, baba viumbe wote, kila mmoja ni baba yake. Siku kama ya leo ndipo aliposamehewa makosa yake aliyoyafanya baada ya kuamrishwa na Mola wake, yeye na mke wake wakae peponi, wakaambiwa uskun anta zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wala taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin faazallahuma ash-shaytanu anha faakhrajahuma mimma kana fihi. Aliambiwa Adam, kaa peponi na mke wako, wakula minha ragadan, na kuleni huko peponi kwa nafasi mnavyotaka, kwa sharti msikurubie mti huu tu. Hii kwa kadari yake Mola mwenyewe na mipango yake. Aitwa miasi kwa kuwa alifanya hivyo, amri kapewa, akaivunja, wakafanya vile ambavyo wamekatazwa usifanye, wakafanya. Kwa kuwa shetani Iblis laanatullahi alayhi kawatelezesha, wakala maskini ya Mungu. Kumbe kula kwao kule lazima uende chooni, na peponi hakuna choo. Wakaletwa huku duniani, wakaanza maisha, tukapatikana sisi, pengine alikuwa hatupo lakini Allah ndo kakadiria. Siku kama ya leo, historia yake asema ni mwezi 10 mfungo 4. Siku kama ya leo, waufiya Ayub, Nabiyullahi Ayub kaponywa ale maradhi yake ambayo
yalimchukulia wakati mrefu, akaumwa Nabiyullahi Ayub maradhi ya miaka mingi, yalimsababishia mpaka jamaa zake wakamkimbia na nini. Na siku kama ya leo tuelezewa katika historia kwamba ni mwezi 10 vile vile mfungo 4 Nabiyullahi Ayub, khutba ndio inavyosema kama ndio siku ambayo ufia Ayub wa nujia Nuh. Alkadhalika Nabiyullahi Nuh ndio siku ambayo kaokolewa na gharika hilo iliyotokea, wakaangamia waliobakia kwa kuwa walikuwa wameasi. Tuelezewa ni siku kama ya leo. Alkadhalika ndio siku ambayo alipata nafasi Nabiyullahi Musa kuzungumza na kunong'ona na Mola wake, natufahamisha leo ndio siku tukufu kama hiyo. Alkadhalika ndio siku ambayo alifarijiwa Nabiyullahi Yunus. Nabiyullahi Yunus tuelezewa katika Qur'ani kwamba yeye alimezwa na samaki papa na machewa, kama wengine alivyopokea hut kwa Kiarabu mchewa, yeye anasema papa. Lakini siku kama leo, baada ya kuwa Nabiyullahi Yunus wa Dhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Nabiyullahi Yunus leta uradi kama huo, na kila ambaye ataleta uradi kama huo kwa mujibu wa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya mateso ataokolewa, hapana shaka. Sababu mwisho wa aya asema wakadhalika nunjil mu'minin, kama hivyo wewe atakayesema maneno kama haya ataondokewa na matatizo kama alivyoondokewa Nabiyullahi Yunus. Na mwenyewe Allah pia vile vile katika aya nyingine asema lau yeye pia asingeleta uradi kama huu tungemwacha mule sisi mpaka siku ya kujafufuliwa, akafufuka ndani ya mdomo wa hut. Lakini walillahi alhamdu, Yunus ni mtume, ajielewa, ajua afanya nini, alifanya subra, lakini baadaye akaleta uradi kwa kuwa ajua alimkosea Mola wake, lazima arudi kwa Mola wake, kama na baba yetu Adam aliposema rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin. Lakini vile vile tuambiwa wa unqidha Ibrahim, Nabiyullah Ibrahim alipokuwa ametiwa katika moto na ule shetani mkubwa Nimrud kumtupa ndani ya moto, ndio siku kama ya leo Mwenyezi Mungu kuambia moto huo moto usifanye kazi, uwe baridi. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Haukufanya kazi yake moto siku ile. Ni leo pia tuambiwa katika khutba yatueleza siku ambayo ina matukio mengi tu kama hayo, tena ya mitume. Lakini vile vile neno la mwisho kabisa alileta khatibu wa aghraka Allahu fihi fir'auna wa qauma, siku ambayo na ni mashuhuri zaidi. Hii ipo katika sahihain, hadithi kama hii Bukhari na Muslim, kwamba ndiyo siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwangamiza Firaun la'natullahi alayhi. Firaun ajulikana vitimbi vyake. Firaun ni mashuhuri katika visa vyake vikubwa vya kumsumbua watu na kutesa watu na kuua watu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio siku kama leo alimwangamiza Firaun la'natullahi alayhi. Na sisi tumeachiwa saumu kama hii ya leo, tuifunge, tuifanye siku kubwa. Na siku kama ilivyoanza mwanzo ina nafahati nyingi, ina baraka nyingi, ina mambo makubwa. Siku kama leo katika hadithi ambayo iko katika khutba leo asema man wassa ala iyalihi fi yawmi ashura, mwenye kukundua, mwenye kufanya kwa nafasi kwa kundulia familia yake, kuwapa kwa upana familia yake chakula na mavazi na mambo mazuri, wassa Allahu alayhi fi sanatihi kulliha, Mwenyezi Mungu atamkunjulia mtu huyo na yeye
katika mwaka mzima kadhamini Allah tabaraka wa taala. Waache ubakhili. Leo fanya mambo mazuri pale nyumbani, pikisha vyakula vizuri, wape furaha familia yako, mke wako awe na furaha, ndugu zako awe na furaha, na wewe Mwenyezi Mungu ni tawassuli hii. Sipate tabu. Tawassuli kubwa kwamba leo ukifanya hivi na Mwenyezi Mungu ndiye atakudhaminia kwamba yeye atakukunjulia maisha kwa mwaka mzima. Lakini pia usamehewa dhambi ya mwaka mzima ukifunga leo. Kwa hiyo nafasi kama hizi ukipewa, lazima na sisi tuzitumie. Usingoje nafasi mabonus mengine ya kilimwengu. Nafasi kama hii umepewa, waambiwa nitawasuli ya mwaka mzima, unadhikia riziki kwa kuwa umelisha familia yako. Wala sio kumwambia umpe nani, familia yako wewe. Wakaa ukabanabana ukanazilia mirungi hela zako pia leo. Wape wanao leo zile hela unazozulia mirungi kila siku angalau, au kazifanyia nini? Leo katoe kama 200 3, haya na ice cream hayo, mabiriani nyumbani, wewe wala wewe tu. Tuambia sio wanaume sababu ndio wachumi, tuambizana. Fanya ukunjufu katika familia yako leo. Wape chakula bora leo. Wafurahisha familia yako leo. Ndio hadithi mtakayoisikia. Na sisi hapa huwa tutafsiri hutuba. Hutuba ninaposema tutafsiri japokuwa kwa uchache ili julikane hutuba ya Kiarabu nasema nini, sababu wengi hataki kusoma Kiarabu. Sio kama hawajui, hawataki kusema Kiarabu wala kukisoma. Nasema kwamba hutuba mtu akisema hakukatoka mtupu. Katika sharti lazima nguzo kusikiliza watu Kiarabu. Lazima usikie Kiarabu, hutuba inosoma Kiarabu uijue. Hatutakaa tukapanda hapa juu tukatafsiri Kiarabu hapa. Mtatia kazi kwenye swala pia mtu Bismillahirrahmanirrahim utakuta tafsiri hizo. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, tufanye masam. Tutaki tutokata tafsiriwa sasa. Baada imekuja kwa Kiarabu, waheshimisha tufanya Kiarabu, tutafsiri mapema hii kwa sababu ya wengine hawataka kujua Kiarabu, tutafsiri. Wassalamu alaikum wal afwa minkum.